hatuingii ibadani kwa sababu taratibu ambao upo. Tunaingia kwa sababu lipo kusudi na sisi kuingia katika hayo malango, na kama lipo kusudi tunahitaji kufurahi na kufurahia tukiwa nyumbani mwa Bwana, kwa sababu hatupo kwa ajili ya kupoteza, bali tupo kwa ajili ya kugaini kitu kwa Mungu. Tupo kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu ambao katika maisha ya dunia tutaona matokeo ya kile tunachokitengeneza. Ukiujenga ufalme wa Mungu ukiwa duniani, Mungu hawezi kukuacha kwa namna yoyote, kwa sababu anajua unachokifanya si kwa hasara. Haufanyi kwa ajili ya maisha yako tu, bali unafanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndio maana wakati mwingine nasema, Daudi anasema kwamba nalifurahi na waliponiambia na tuende nyumbani mwa Bwana, kwa sababu alijua kusudi na yeye kuwepo nyumbani mwa Bwana ni kujenga ufalme wa Mungu, ambao kutokana na jambo hilo hatapata hasara. Wasifiwe. Kwa hiyo ni kuandae kwa namna hii. Andaa moyo wako kwamba hapa ulipoingia katika malango haya, mbingu ziliandika ya kwamba hautatoka bure, bali utatoka na kitu ambacho kitakuvusha. Bwana asifiwe. Haitajalisha kwamba nyumbani umetoka kuna mazingira ya namna gani. Haitajalisha kwamba watu sababu tutasoma inasema hivi: upendo usio na unafiki. Alipotupenda sisi, alimtoa mwanawe Yesu Kristo ili afe kwa ajili yetu. Alipotupenda Yesu akaacha enzi na mbingu kule juu, akasema nikawaokoe wanadamu na dhambi zao. Alipotupenda sisi, akamtuma mwanaye aje azaliwe chini ya sheria ili sisi tutoke chini ya sheria. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana leo tunatembea, hakuna sheria inayotufunga katika ulimwengu wa roho, isipokuwa tunatembea katika imani. Wakati mwingine Paulo anasema ya kwamba basi ikiwa tunaitupa chini ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Kwa maana hiyo upendo aliotupa Yesu ulitufanya sisi kutoka chini ya sheria. Bwana asifiwe. Haleluya. Upendo kwenye ile madhabahu, watu walikuwa hawaruhusiwi kuingia pale isipokuwa kuhani, lakini Yesu alipojitoa kuwa sadaka ya kuteketeza, alipokufa msalabani, nataka nikwambie pazia la hekalu likapasuka, ya kwamba wewe umeruhusiwa kufanya jambo lolote ambalo ni la kimungu, ambalo linaweza likakuvusa na ukafanikiwa. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo, kama sisi Mungu alimtoa Yesu kuwa sadaka, sisi tumetoa nini kwa Mungu? Wewe umetoa nini kwa Mungu? Ibrahimu, wakati Mungu anazungumza naye, alipompata mtoto aliyemtafuta kwa miaka mingi, kwa Sara, alitafuta bila mafanikio, Mungu akasema nipatie huyu mtoto kwa sadaka. Ibrahimu kwa imani